lakini nimekuwa hapa nikiwa waziri wa usalama. Nimeshukuru kufika hapa siku ya leo, na nianzie hapo kwa kusema ya kwamba nashukuru wale ambao ni maofisa wanashikilia usalama hapa, kwa sababu hali ya usalama imeendelea kuimarika hapa. Mambo yaliyobaki ni mambo mawili. Ya kwanza, viongozi wa siasa hapa na viongozi wa dini na viongozi ya wazee na jamii tuendelee kuongea na kuleta jamii pamoja, kuzungumza pamoja, ili tuweke wananchi pamoja, kuwe na mshikamano, ili Tana River yetu iendelee mbele ikiwa hapa nyumbani kwa makabila mengi. Jambo la pili ile imebaki ni kwa sababu kumekuwa na shida ya wizi wa mifugo mara kwa mara. Nilikuwa nimeahidi wakati nilifika hapa, nikaulizwa na wabunge wenu na senator, nikaulizwa mambo ya NPR, nilikuwa nimeahidi, lakini kabla nitimize ile ahadi nikapata wadhifa huu mpya. Nimekuja hapa kuhakikishia kwamba tutapeana na tutatimiza ile ahadi tulitoa mwaka ujao ambao tunaangukia mwezi ujao. Tutapeana polisi wa akiba, National Police Service 200 hapa Tana River, ili kuongeza mambo ya amani na kuzuia wizi wa mifugo hapa. Vile vile nikiwa pale Gardetu nilitangaza ya kwamba tutasaidia kujenga ile sub county, na mimi najua imekawia kidogo, na nimekuja pia. I have come to renew the commitment because we have Gardetu sub county ambaye haina headquarter, na vile vile juzi mwaka huu mapema tukapeana sub county ingine ya Tarasa. Si ni kweli? Hiyo sub county 2 na zile zingine mtaomba. Nataka nihakikishie nyinyi ya kwamba tutawasaidia kujenga headquarters. Vile vile nikiwa hapa niseme ya kwamba najua kuna shida nyingi za barabara, na kuna barabara chache ambazo labda zinafanywa na KERA na pia mashirika mengine ya barabara. Kutoka ile junction ya B8 kwenda pale Masalani, hiyo barabara ilitengenezwa, lakini wakati rais alikuwa sehemu hii, kuna barabara ambayo viongozi wenu walimwambia, na mimi nimekuja hapa pia na rais ameniambia niseme ya kwamba serikali itatafuta hela na ihakikishe kwa heshima ya wananchi wa Tana River, heshima ya viongozi wenu, akiwemo Senator Mungatana ambaye ametoka sehemu hii, tutaweka lami ile barabara ya kutoka pale Tarasa kuingia hapa Ngao. Jambo la tatu, serikali iko katika mambo ya kuajiri walimu wapya. Katika miaka 2 iliyopita serikali imeajiri walimu 56,000 teachers, na mwaka huu inaongeza wengine 20,000. Katika hii awamu ambayo inaendelea ya walimu 20,000 Kenya, Tana River itaajiriwa walimu 506. 506 new teachers are being hired from Tana River this December. Vile vile tuko na programs nyingi ambazo wakati hauruhusu nizitaje. Tuko na Hola Irrigation Scheme, tuko na Bura Irrigation Scheme na zile irrigation zingine kupitia mashirika yetu, sana sana Tana and Athi Rivers Development Authority. Tutahakikisha kwamba tumerekebisha miundo msingi
ya ile scheme ya kunyunyizia mashamba maji ya sehemu ya Bura na Hola, ili tuhakikishe hii Tana River imekuwa kiungo muhimu katika kusalisha chakula kwa taifa la Kenya. Katika miaka miwili imepita, serikali imefanya juhudi nyingi sana ili kufufua hali ya uchumi wa Kenya. Ndio umeona kwa ile ambayo sera ambayo serikali imeweka, bei ya bidhaa muhimu imeanza kushuka ukilinganisha na mahali hiyo bei ilikuwa mwaka wa 2022. Bei ya unga 2022 ilikuwa shilingi 230 kwa kilo mbili. Imepungua sasa ni 130, 120, 110 na hata zingine zinatoka 100. Ile udhabiti wa shilingi ya Kenya umeimarika. Zamani miaka miwili imepita, dola moja ilikuwa inagharimu shilingi ya Kenya 165, 168. Siku ya leo shilingi ya Kenya imedhibitika, na leo shilingi ya Kenya kwa zaidi ya mwaka moja iko na nguvu dhidi ya dola, kwa sababu dola moja ni shilingi 129, 127, na itashuka hata zaidi. Bei ya petroli ilikuwa imepanda mwaka wa 2022 ikafika hadi shilingi 217 kwa lita. Kupitia sera ya serikali, hiyo bei inaenda ikiteremuka. Hata Jumapili imeteremuka kwa shilingi 4 na inateremuka kila mwaka, kila mwezi, na sasa hivi iko katika area ya 168, 170, na itaendelea kuteremuka kila mwezi mpaka ikue hata nafuu zaidi. Kwa hivyo vile nasema wenzangu wa Tana River, serikali imefanya ile kazi ilikuwa ngumu ya kudhibiti hali ya kijumla ya kiuchumi. Ile safari ambayo imebaki sasa ni ya kuweka mikakati ambayo, kwa sababu sasa uchumi ni dhabiti, tuweke mikakati ya kuboresha mapato ya mtu binafsi kwa kuleta ajira na pia kuleta pesa katika mifuko ya wananchi. We have stabilized the economy. The exchange rate of the Kenyan shilling against the dollar is stable from a high of 165, 168 to now 127, 129. Fuel prices have come down from as high as 217 per liter to about 170 per liter today. The price of unga has come down from 230 per 2 kilogram packet to today between 100 and 130. Inflation has come down from 9.6 to 2.8%. What remains now is to put in programs to create more jobs for the young people of Kenya, and also to make sure that households, farmers, fisherfolk, and people who depend on agriculture, they have more income in their pocket. Hiyo ndio biashara ambayo imebakisha ya kuhakikisha mkulima, mfugaji na watu wavuvi na watu wadogodogo wakiwemo wanabiashara wako na hela zaidi katika mfuko yao. We are doing that through our labor program of creating jobs, through the housing program, creating jobs by absorbing young people into the public service, creating jobs locally through the ICT hubs, which will provide virtual jobs as content creators and other types of jobs. But we are also finding jobs for our young people who want to travel abroad and work there, earn money, invest at home, and build our country. And they are always welcome to return after they have made their money abroad. Kwa hivyo tunakazana iwezavyo kuhakikisha uchumi huu umeboreka zaidi. Mimi na wasii wenzangu, tuwe na subira, tuwe na umoja, na tusukume maendeleo ya taifa tukiwa pamoja. Nataka nishukuru ndugu yangu Senator Mungatana.
Yeye amekuwa kiongozi mzuri, moja ya viongozi ambao wamekuwa katika mstari ya mbele kuhimiza umoja wa taifa letu la Kenya, kwa sababu Kenya hii yetu hatuwezi kuijenga tukigawanyika katika makabila yetu. Makabila yetu ni mazuri, lakini nchi hii yetu ya Kenya ili isonge mbele unahitaji support ya sehemu zingine za Kenya, ndio hii Tana River yetu ikue. Wewe senator ukiwa na mswada wa kupeleka pale Senate wa kusaidia Tana River, utahitaji support ama kuungwa mkono na senator wa Kisumu, na senator wa Nyeri, na senator wa Mandera, na senator wa Taita Taveta, na maseneta wote wa Kenya. Kwa hivyo ukileta ukabila utaweza kusaidia watu wako, kwa sababu ukipeleka miswada yako kule hauna watu wa kuunga mkono. We must support one another and stand together as a country. Na mimi nataka niseme kwa niaba ya rais, vile tunasukuma maendeleo Kenya nzima, hii Tana River haitawachwa nyuma. Mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya ajira ya vijana wetu, tukisukuma Kenya mbele, hata Tana River haitawachwa nyuma, kwa sababu Tana River ni Kenya. Sasa hivi tuko na mpango wa kusajilisha wananchi wote katika bima ya afya. Mpango huu ni wa kuhakikisha bima ya afya sio kwa mtu ambaye ako na mshahara peke yake, hata mkulima, hata mfugaji, hata mama ama mzee ambaye hana kazi ajisajilishe, ili akigonjeka, akienda hospitali, bima ya afya imlipie gharama ya hospitali. Familia nyingi wamekuwa maskini kwa sababu ya kuuza mali yao kugharamia matibabu. Hiyo ndio gharama serikali inataka kutoa katika familia zetu. Na tumesema kama wewe uko na mshahara na unapata kidogo, utapatiana mshahara kidogo ili watu wote wapate bima ya afya, ikiwemo watu ya familia yenu ambao hawana mshahara wapate pia hiyo insurance ya afya. Kwa hivyo mjisajilishe. Hii program sio ya lazima, ni ya hiari. It is a voluntary program, but the government encourages every citizen to register for Taifa Care for our health insurance so that everybody can be covered. Na ule mtu kabisa ana chochote, hata ile 300 ya mtu ya chini, kama hauna hela, wewe jisajilishe, serikali itakulipia hiyo 300. Bora uwe na insurance ya afya. Mwisho kabisa, tuko na program zetu za mambo ya mifugo yetu. Hivi karibuni tumepata soko kubwa ya mifugo kule Middle East, Mashariki ya Kati, na kule Europa. Tumepata soko kubwa ya mifugo. Lakini mataifa ya kigeni yametuambia ili mifugo yetu, nyama yetu na mifugo yetu ikubalike, lazima tuwe tumechanja mifugo yetu kwa ujumla, kwa sababu tumekuwa tukichanja, lakini 10% tu ya mifugo ya Kenya ndio imechanjwa. Kwa hivyo tunauliza, tafadhali tusiweke siasa katika mambo ya afya ya mifugo yetu. Mradi huu vile vile ni mradi wa hiari, sio wa lazima. Na tunaomba wananchi wote washirikiane ili tuhakikishe ya kwamba mifugo wetu wamepata chanjo, ili quality ama bei ya mifugo yetu iende mbele. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea sana. Nataka nishukuru sana Senator Mugatana kwa kutuita hapa, na nikisimama mbele yenu nataka kuahidi, Mungu akitujalia tuvuke mwaka vizuri, hapo mwakani, tukianzia hapo mwakani nitarudi hapa, kwa sababu kuna kazi nyingi ya kimaendeleo ya kufanya hapa Tana River. Kuna title deed tunataka kupeana, kuna mambo ya Technical Training Institute tunataka kuangalia ujenzi wake, kuna mambo ya barabara, kuna mambo ya irrigation, na kuna mambo pia ya ujenzi wa sub counties ambazo nimetangaza ya kwamba tutajenga. Kwa hivyo nikubalieni niachie hapo na niwatakie kila laheri. Nishukuru sana Senator Mugatana kwa heshima yako. Senator Mugatana, kama njia ya kutoa shukrani,
Najua rais alikuwa amekutuma pale Ngao Secondary School, Ngao, na rais already ametoa 5 million. Wapi makofi ya rais? Vile vile rais alikuwa ametoa, mmesikia mbunge wa Garseni akiongea Mheshimiwa Ali, ya kwamba kwa sababu ya mafuriko serikali imeshatoa tayari milioni 300 ya kusaidia wale ambao waliathiriwa na mafuriko, na hiyo msaada itaendelea, haitakomea hapo. Lakini kwa sababu sasa tuko katika hii sehemu ya primary school ya hii Ngao, ambao nasikia watu wengi wamesomea hapa, kina Faris Kwindwa, kina Mungatana, kina governor hao, na watu wengi wamesomea hapa. Pia mimi nataka nitoe shilingi milioni. Kwa hayo mengi na machache, asanteni sana Speaker wa Senate kuja utumalizie hao waheshimiwa ambao hawajaongea, uongee, uwaite pamoja na mawaziri ili tukamilishe, ili ndugu zetu Waislamu waende kwa sala. Asanteni sana.